Wewe uliyetupenda kwanza kabla tujakupenda, ulituchagua kabla tujakuchagua. Umeiona thamani yetu kwa kuwa sisi ni kazi ya mikono yako. Hatutajali pale wanadamu wanapokuwa kinyume chetu, kwa sababu wewe utakuwa upande wetu daima. Hatutaogopa maadui watakaposimama kinyume chetu, kwa kuwa wewe ni ngome ya wokovu wetu. E Bwana uliye juu, Mungu mwema, yatazame mapito yetu, utuongoze. Yes Lord. Chunguza mioyo yetu, tutendee mema, tufanyie fadhili na kuzidi. Hayupo aliyewahi kukutumaini wewe akaaibika, nasi hatutaaibika kwa sababu hiyo. Tunaposogea mbele zako siku ya leo tukiomba, tunakuomba usikie maombi yetu. Tazame mwanamke huyu na mwanaume huyu na watoto hawa. Mungu unayeshika maagano, usiache kutenda mapenzi yako kwao. Tazama Bwana ataachilia upako wa baraka juu yako. Atawasukuma waliokuwa na kusukuma uanguke, wataanguka wao badala yako. Bwana hatawapa furaha maadui zako, wala hata ruhusu watesi wako kukutesa tena. Yeye atakuponya, nawe utaponyeka. Yamkini ndugu zako wamekutenga, dini yako imekutenga, jamii yako imekutenga, watu wako wa karibu uliowategemea wamekuacha, hawapo karibu na wewe tena. Bwana yuko karibu na wewe kuliko jana, na kuliko mavazi ulioyavaa amesimama kukusaidia, karibu sana na wewe. Kwa hiyo usiogope. Usiogope juu ya yale yaliyoinuka kinyume chako. Usiogope juu ya magonjwa na taarifa alizokupa daktari juu ya afya yako. Tazama Bwana atafanya njia mahali pasipo na njia, nawe utauona utukufu wake kwenye maisha yako. Usilie wewe unayelia, maana wakati huu ni wakati wa Mungu kuyafuta machozi yako. Yuko wapi Farao aliyewatesa wana wa Israeli kwa zaidi ya miaka 400? Mungu alikomesha kabisa kiburi chake. Yuko wapi Nebukadreza, yule mfalme aliyekuwa na nguvu kuliko wafalme wengine wa dunia yao? Lakini Bwana alikomesha kiburi cha Nebukadreza. Yuko wapi Senakeribu mfalme aliyeandika waraka kwa taifa la Bwana? Yeye na majeshi yake waliangamia katika nchi yake mwenyewe. Ikiwa Bwana aliwakomesha wafalme na waganga na wachawi, atakomesha mateso, hayatainuka tena juu yako mara ya pili. Yule aliyepasua bahari, yule aliyeleta maji jangwani, yule aliyewaponya wakoma,
yule aliyewafungua vipofu na viwete wakapata kutembea. Tazama yuko hapa leo kwa ajili yako. Atainua maisha yako, atainua familia yako, atainua watoto wako. Hapata kuwepo jambo litakalo kuwa gumu kwenye maisha yako tangu leo. Kwa mara ya pili Bwana atakujenga, hapana atakaye kubomoa. Kwa mara ya pili atakuinua, hayupo atakaye kushusha. Sasa atakupa kibali, hayupo hata mmoja atakaye kudharau, maana heshima inakuja juu ya maisha yako kutoka kwa Mungu. My Lord, my God, thank you Jesus for your blessing. Thank you my Lord. Thank you for this time, God. Oh, ribasaka yaba. Take control, my Lord. Ikiwa Bwana upande wetu, nani aliye juu yetu? Ikiwa Bwana amekuchagua. Naziona baraka za Bwana juu ya maisha yako. Inua mikono juu, sema asante Yesu kwa wema wako na fadhili zako juu ya maisha yangu. Bwana, Mungu wa haki, nisaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Unaweza kuketi. Unaweza kuketi. Wakati waimbaji wa watumishi wa Mungu wanarudi kuketi, basi tusalimiane kila mtu na jirani yake. Mwambie Bwana asifiwe sana. Mwambie Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tulisema salamu ya Sinai ikoje? Yuko wapi mtumishi? Nani? Jina lako nakusahau. Hebu tupe salamu ya Sinai. Wana wa Sinai, wana wa Sinai, wana wa Sinai, wana wa Sinai. Amen. Asante sana. Ile timu inaenda wapi? Lazima niwabariki kwanza. Lazima niwabariki kwanza. Inaenda timu ya watu wangapi? Mama mjamzito, wewe urudi nikutabirie utazaa mtoto gani kabla hujaenda kuzaa. Kila siku mnasahau kunikumbusha jamani. Mume wako yuko wapi? Ndio wewe? Haya, njoo haraka ili waruhusu haraka kutoka, maana mama alikuwa anatoka nje. Mnaenda kwenye matangazo mko wangapi? Pole. Unaweza kupanda huko? Nitasema ndio, nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema
nitasema ndio, nitasema ndio, nitasema yes Lord, nitasema